Neno la Bwana ni jema sana. Basi hii ni PhD Ministry. Nami ni mtumishi wa Bwana nikiongea pamoja nawe. Leo tutajifunza kuhusiana na kitabu cha kwanza cha Petro, sura ya 5 aya ya 7. Aya ya 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Sasa huyu alikuwa ni malaika akituambia ni neno la Mungu linasema kwa huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana hujishughulisha sana na mambo yenu. Yeyote aliyekuwa akijishughulisha sana na mambo yao, na mimi leo ninasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana hujishughulisha sana na mambo yetu. Ni nani huyo ambaye tumtwike fadhaa? Ni Yesu Kristo. Ni nani huyo anayejishughulisha sana na mambo yetu? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo na hizo fadhaa ndio mtihani wenu, au tuseme ndio msalaba wenu. Tafuta somo la kuhusu msalaba. Niliwafundisha nikasema, msalaba ni ule uchungu unaopata baada ya mtu kuacha uharibifu na kwenda kumtafuta Bwana. Kwa mfano, wewe ulikuwa mwizi, unataka hela za wizi, sasa umeacha kuiba, kwa hiyo utakosa hela. Yale maumivu ya kukosa hela, huo ndio msalaba, nao unaenda nao mbele za Bwana kuomba, Bwana Mungu mtakatifu, mimi nimeamua kuokoka, nimetia moyo wangu akili kujua kwamba ninamhitaji Bwana, peke yangu siwezi, ninaomba uwe pamoja nami, Bwana wangu, Bwana wa majeshi unisaidie, Yesu Kristo nisaidie. Mara utakapoweka akili kujua na zile shida zitakazokuja baada ya wewe kuacha uharibifu, ni shida zenye kuvumilika, sio shida za ajabu. Kumtumikia Bwana sio shida, lakini unapoacha, manake hata Yesu anasema yeye asiyeacha yote, asiyejitwika msalaba wake na kuja kunifuata, hafai kuwa mwanafunzi wangu. Na Yesu alisema, nendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo utake usitake, wewe maadamu unaishi duniani, wewe stage ya kwanza kumwendea Yesu ni kuwa mwanafunzi, kwa maana wote tunajifunza na elimu haina mwisho. Kwa hiyo level yako ni mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi lazima uchukue msalaba wako, na mwanafunzi anajifunza practical, anajifunza na theory, anajifunza kuweza kushinda mitihani. Kwa hiyo lazima akufundishe uhalisia. Neno la leo linasema tumtwike fadhaa zetu, kwa sababu yeye ndiye anayejishughulisha sana na mambo yetu. Somo hili tutapata kuliona pia katika kitabu cha Danieli. Nataka niwaoneshe kwamba uthibitisho kwamba Yesu ndiye anayejishughulisha sana na mambo ya wanadamu mbinguni na duniani. Yes, tutasoma kutoka katika Biblia takatifu. Yes, New King James Version, sura ya 10 aya ile ya 12, ambapo tutaenda mpaka aya ya 21. Kama una Biblia karibu, unaweza ukafungua ili upate kuliona hilo somo. Linatoka katika kitabu cha Danieli sura ya 10 aya ya 12 hadi ya 21. Neno la Bwana linasema, nitasoma kwa jina la Bwana. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno haya yako. Jina la Bwana ni jema. Nafikiri niende nikawaoneshe Biblia yenyewe takatifu. Biblia takatifu, Agano Jipya na Agano la Kale. Ni Daniel katika watu ambao walimuona, walimtokeza, walimtafuta Bwana naye akapatikana. Sura ya 10 inasema aya ya 12,
12 inasema hii hapo sasa. Naiona nimeona, sababu electronics, we thank God for these things. Lakini naomba Mungu aweze kuvibariki visitumike katika uharibifu, bali vitumike katika baraka pia, na Bwana atubarikie. Neno la Bwana linasema, ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Naomba nitie breki kwanza hapa niongee neno. Sasa hapa kuna siri. Unaposoma lazima uwe na macho ya kuona na akili ya kujua na masikio ya kusikia. Anapomwambia ndipo akaniambia usiogope, kwanza watu wa Mungu hatutakiwi kuogopa. Jua hivyo. Daniel, sasa wewe unajitaja usiogope, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu. Kumbe tunajua uwezo wa kutia moyo wetu ufahamu uko ndani yetu. Tuna uwezo huo, okay? Kwa sababu tulishasikia kwa Baba. Tuna uwezo huo wa kutia akili ndani ya moyo wetu kwamba hebu nianze kuomba, nianze kumtafuta Bwana. Hiyo akili iko ndani yako. Ukishindwa, manake ni wewe mwenyewe umeshindwa. Haya, ulipotia ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako. Kwa hiyo lazima ujinyenyekeze, utubu, uombe toba na utakaswa mbele za Mungu, mbele za Mungu wako. Maneno yako yalisikiwa, okay? Kwa hiyo siku mwanadamu utakapotia moyo wako akili kumtafuta Mungu kwa nia ya kweli, tangu siku hiyo umeanza kujinyenyekeza kwa nia ya kweli, maneno yako, sio lazima Danieli, maneno yako wewe mwanadamu yoyote, maneno yako yanaanza kusikilizwa mbinguni, okay? Nami anamwambia, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Hata sikalama. Sasa Daniel, tutaendelea kusoma kitabu hiki. Nafikiri nikupe mwanga uende pia ukasome, ukasikilize maneno ya Danieli kwa Mungu yalikuwa maneno gani, okay? Kwa hiyo maneno ya Danieli kwa kawaida alikuwa anazungumzia masuala ya kurejesha Israeli, kukomboa, na ulikuwa ndo wakati umefika. Omba pia kitu wakati wake. Lakini neno la Mungu na siri nasema, utakapojinyenyekeza, utakapotia moyo wako akili kumtafuta Mungu, ukajinyenyekeza kwa kweli, maneno yako yanasikiwa mbinguni. Yes, niwape tu siri kwamba kila kitu kinasikilizwa mbinguni. Kiwe ni kizuri au kibaya, kinasikilizwa. Kumbuka wakati ule wa mnara wa Babeli, Mungu alisema, hebu twende tushuke tukaangalie hicho wanachowaza kukifanya. Hata Sodoma na Gomora alisema, kule kuna dhambi sana, hebu ngoja niende nikaone, je, wingi wa sauti ya madhambi yanayonifikia ndio sawa na matendo yao? Okay? Mungu anasikia. Unakumbuka wakati ule Musa ameenda katika mlima Sinai, Mungu alimwambia Musa, shuka chini ukawaangalia watu wako, kwa maana wamejiharibia njia yao duniani. Wametengeneza nini? The golden calf. Wametengeneza sanamu ya ng'ombe. Kwa hiyo kila kitu Mungu anakiangalia, lakini kwa sababu ni mwenye rehema anakupa muda ili utubu. Hata kitabu cha Ufunuo kimesema, na alikupa muda ili utubu, lakini hawakuhutubia uovu wao. Kwa hiyo tuendelee na somo hili. Linasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Nafikiri nirudie hapa ili niunganishe upate kuelewa vizuri. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Malaika anasema mmoja wa hao wakuu wa mbele. Kwa hiyo tujue kabisa Yesu ni mkuu katika ufalme wa Mungu, tena ni wa mbele, okay?
Aya ya 14 inasema, sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Kwa kumbe Danieli alikuwa anazungumza haya mambo kuhusiana na mambo yatakayowatokea watu wake. Okay. Aya ya 15 anasema, na alipokwisha kusema nami maneno hayo, nikauelekeza uso wangu chini, nikawabubu, na kumbe mmoja mfano wa wanadamu akanigusa midomo yangu. Ndipo nikafumbua kinywa changu, nikanena, nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, Bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata tena, hata sikusaziwa nguvu. Maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema na Bwana wangu? Kwa maana kwangu mimi mala hazikusalia nguvu ndani yangu, wala pumzi haikusalia ndani yangu. Kwa niaba ya msikilizaji, tuko katika aya ya 18 kutoka katika kitabu cha Danieli sura ile ya 10 aya ya 18 inasema, kisha mmoja mfano wa wanadamu akanigusa tena, akanitia nguvu, akasema, mtu upendwaye sana, usiogope. Amani na iwe kwako, uwe na nguvu, naam, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, Bwana wangu, na aseme Bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Tarikapotasikalam. Aya ya 19 hiyo, malaika alisema usiogope, uwe na nguvu. Manake hapo ilikuwa ni neno la mamlaka, anatia nguvu ndani ya Danieli kwa neno lake. Ndipo Danieli akashtuka, akasema, mtu upendwa sana, usiogope. Wanadamu mnapendwa sana. Ndio maana hata neno la Mungu linasema Mungu jinsi gani aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo kila mwanadamu ujue unapendwa sana na ufalme wa Mungu. Sura aya ya 20 inasema, ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku, tazama, mkuu wa Uyunani atakuja. Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao, ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Neno ambalo nilikuwa nataka mlijue leo ni hii aya ya 21. Anasema, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao, ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Wekeni fadhaa zenu kwa Yesu, kwa sababu yeye ndiye anayejishughulisha sana na mambo yetu katika ufalme wa Mungu na katika ufalme wa dunia. Alishuka akakubali kuja kuteseka kwa ajili yetu. Lazima tujue mchango wake katika kutafuta utakatifu wetu. Yeye anatupenda sana. Na wewe mwanadamu, kama bado haujajua, basi ujue bado una giza katika moyo wako. Ninakuombea uwe na moyo wa kuelewa. Nimekuombea dawa ya moyo wako, ukapate moyo wa kuelewa katika jina la Yesu aliye hai. Bwana ni mwema na Mungu awaongoze kabisa, mpate kujua kwamba yeye ndiye anayejishughulisha sana na mambo yetu, huyo Mikaeli mkuu wenu. Kwa hiyo sasa, sentensi hii inamaanisha malaika yule huwa anakuja mara nyingi sana, lakini wakuu hao vizazi na vizazi wamekuwa wakimzuia, lakini siku zote alikuwa anasaidiwa na Yesu ambaye ndiye Mikaeli. Amina, amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Fatisha sala hii pamoja na mtumishi wa Bwana. Fatisha maneno haya: Bwana mtakatifu, Mungu wa milele yote, tunakuomba utusamehe. Tunakuomba utusamehe Bwana, utusamehe, utustahilishe kuweza kunena mbele zako. Tunakuomba utuhurumie katika jina la Yesu aliye hai, utupe baraka za kulielewa neno lako. Mungu mtakatifu, tunakuomba kwanza ututakase kwa damu ya Yesu.
ili tukapate kunena mbele zako, lakini pia tukapate kuyaelewa maneno yako, kwa maana maandiko yako ni sawa na wewe mwenyewe ukiongea pamoja nasi. It's a code language, ni lugha ya mafumbo ambayo umeamua kuongea nasi kupitia kitabu hiki cha Roho Mtakatifu, kitabu cha Biblia takatifu. Bwana mtakatifu, ukatupe macho yenye kuona. Mungu wa milele, ukatupe na masikio ya kusikia, tupe na moyo mlaini. Yes Bwana, ninakushukuru. Ndiyo Bwana, ninakushukuru. Sema Bwana, ninakushukuru. Ninakushukuru Bwana wangu, na Yesu Kristo na malaika wote ninawashukuru. Sema mbele za Bwana. Bwana, asante kwa sababu ninasema umenipa macho yenye kuona, umenipa na masikio yenye kusikia, umenipa na moyo wenye rutuba, moyo mlaini, moyo wa kupokea neno lako Bwana. Baba mtakatifu, amen. Nami ninawaombea katika jina la Yesu hai, uwe lazi kupokea maombi haya. Mtumishi wa Bwana anakuombea, anasema Baba mtakatifu, Mungu wa milele yote, Mungu, ninamweka kila mtu ambaye yuko mahali hapa akiangalia au akisikiliza neno hili popote pale alipo. Mungu, usimnyime sala hii aliyoomba, ni sawa na dawa ya masikio yake, macho na moyo wake, hata mwili wake ukapokee vibrations of the sound, vibrations ya sauti hii ikaingie katika mwili wake na kumpa uponyaji. Tena na ile nafsi yake ikaone kuchua neno lako Bwana, ukampe baraka za malinzi na baraka za kulielewa neno lako, wakajue kukutafakari wewe Bwana, wakajue kukupendeza wewe Bwana, wakakae katika pendo lako, lakini wasiwe na moyo mgumu kuelewa ile injili ya Yesu Kristo na kumwamini yeye, kwa maana yeye ndo anasema mimi ndiye njia, uzima, na hapana mtu yote anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Watu wajue kwamba Yesu ndiye njia, uzima na kweli, katika jina la Yesu aliye hai. Ninaachia rutuba katika moyo wao, mbegu zilizopandwa leo, pasiwepo na giza lolote la kuchukua, katika jina la Yesu aliye hai. Nami ninafunga malango ya malipizi kwa roho zote za uharibifu ambazo zitataka kujiinua ili kuiba neno hili kwao, au kujiinua kuleta madhara kwa mtumishi wa Mungu au kwao wenyewe popote pale walipo, kwa damu yao au kwa familia yao, kwa ndoa yao au kwa kazi zao. Nimepinga katika jina la Yesu aliye hai, nimewakemea nao wamezuiliwa kwa damu ya Yesu. Ninasema hawana mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Nasi sote, mimi na wao, tuko salama kulitafuta neno la Bwana. Ni katika jina la Yesu aliye hai nimeomba na kuamini. Basi mtumishi wa Bwana, Mungu akulinde na kukubariki sana. Tembea na upako wa siku hii ya leo, tembea na uweza huu, yes, ukapate kulisikiliza neno la Bwana kila siku, na Mungu akuongoze. Ni katika jina la Yesu aliye hai tumeomba na kuamini, amen.